ya leo tena nakusifu Bwana. Siku ya leo nakusifu. Nakusifu siku ya leo. Yes. Ndio, nakusifu tena siku ya leo. Nakusifu siku ya leo. Nakutukuza Mungu wangu. Atisha angalaisha achilia Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa nafasi tena. Ni nzuri yetu. Amina. Kwa kweli. Sasa wapenda wangu, leo tutaenda kwa jinsi ambavyo Roho anataka. Sio? Amen. Sasa nitaanza leo, sianzi kufundisha. Ya daktari kinashika. Leo tunaanza na mazungumzo. Ila kishina kwa na daftari. Kumbuka somo ambalo tutaligusia na kuzungumza ni somo tuliojifunza Jumatatu. Wangapi wanakumbuka somo tuliojifunza Jumatatu? Wapo? Wanakumbuka? Somo tuliojifunza Jumatatu. Nani ataniambia alikuwa na kichwa gani hiyo somo? Eti. Hapo. Katu mpendo wangu. Nakusikia. Toa sauti, nataka kusikia wote. Bado sisikia. Chukua maiki. Maiki hapa. Nafasi ya pili kwa mashauri. Aha. Umesikia utakuwa unaongea peke yako. Eti umesikia? Umesikia eti? Sasa wapendwa wangu, kuna ili somo tulianza nalo kwa jinsi ya kimaisha. Kumbuka mahali ambapo Mungu anataka kututoa ni kwenye vifungo tulivyojifunga sisi na vifungo tulivyofungwa. Haleluya. Ambavyo vinasimama kwa ajili ya kuzuia mafanikio ya Mungu ambayo amekusudia au unayoyatafuta. Unaelewa? Kwa hiyo kwenye sehemu ya kwanza, kabla sijaingia huko ndani, natamani cha kwanza nataka kujua
nilikupa homework ya kwenda kuomba nyumbani. Nafikiri nakumbuka. Japokuwa nilikuombea na nikakupa kazi ya kwenda kuomba nyumbani. Sasa kwa sababu ndani ya Jumatatu, Jumanne, leo ni Jumatano na hii ni saa 10, najua kabisa kuna kitu umefanya. Sasa wapenda wako, jambo la kwanza nataka kuuliza, ni nani ambaye baada ya maombi ya Jumatatu na baada ya kujifunza alienda kuomba nyumbani juu ya kinywa? Anyoshe mkono. Okay. 1, 2, 3. Bila kuomba. Ni wanne tu. Wengine wa kuomba. Nimesema wanyoshe mkono walioomba kwa ajili ya kinywa. Nyoshe mkono. Kwa ni nyinyi tu. Sawa. Vizuri sana. Lakini swali la pili ni kwamba nyinyi ambayo mliomba, kuna mmoja anaweza kaniambia baada ya maombi kuna nini kimetokea? Sema. Wanaweza sikia. Chukua mic yako sema tu nasikia. Sauti ndefu na. Hai, toa sauti basi. Wanaweza sifiwe. Mimi baada ya kuomba Jumatatu, Jumanne niliendelea nikaona utofauti. Kama nataka kusema bado kufuatana na kinywa changu, kuna kitu kilikuwa kinazizuia, kwa sababu wakati naomba kuna vitu niliviona ndani yangu ikaangamiza. Amen. Sawa. Niambie wakati wa kuomba ni mwana tofauti na baada ya kuomba. Okay. So baada ya maombi ya hapa na baada niliendelea kuomba, muda wote nilikuwa nasikia sauti inasema kinywa. Hata kama kuna neno baya limetokea, nataka kurudisha neno baya huko ndani, kama yani nisikia kabisa sauti inasema kinywa. Vizuri sana. Sasa walinyosha ni hawa watu huko. Hapo tena naona Anaweza asifiwe. Ni baada ya maombi hapa Jumatatu nilikuwa nyumbani kuendelea kuomba. Niliona mabadiliko kwa sababu Mungu alizidi kunikumbusha kuna vitu ambavyo nilijitamkia mwenyewe niweze kuvifuta kupitia kinywa changu ambavyo Mungu alikusudia. Lakini kuanzia jana leo ndani yangu, hata kama nikitaka kutamka, hata kama mtu nimekutana na mtu akawa anaongea, nikitaka kutamka ndani yangu nashuhudia nikitaka kutamka neno ndani yangu Roho katika msingi sitamke. Vizuri sana. Kulipo mwingine hapo tena. Nisomaje lakini nilipofundisha kuendelea kuomba. Operation nikaona kama yani uko shingoni naendelea. Ile ninapozidi kuomba huko nyumbani, maana nilikuwa hata mtu akiongea naongea hata bila break. Kwa hiyo nikitaka kuongea, kwa hiyo najikuta mtu anaongea namsikiliza, naweza nikaongea neno moja, wakati huko nyuma nilikuwa siwezi kuongea hata neno moja, na naweza kuongea maneno mengi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kabisa. Amen. Hallelujah. Amen. Kumbuka tunapozungumzia kinywa, msisitizo, tuliona kwamba inawezekana kabisa mafanikio yaliyoandaliwa ya Mungu ya kwako yakaharibiwa na wewe. Nikasema ni vigumu sana adui kuharibu mafanikio ambayo umeingia kuyaombea. Tunaelewana? Lakini wewe una uwezo wa kuharibu mara moja kutumia kinywa chako. Kumbuka, swala la tabia
ni swala ambalo linahitaji mchakato tena wa ukaribu sana. Si kitu ambacho unaweza ukakifanya haraka na kukimaliza haraka. Ni kitu ambacho inatakiwa ukishughulikie, na niligusia katika mazingira matatu. Niligusia katika uharibifu unaotokana na utawala wa giza, lakini uharibifu unaotokana na mazingira, tunaelewana. Lakini pia nikagusia namna uharibifu ambao unatokana na wewe mwenyewe. Lakini kuna uharibifu unaotokana na tabia za kwako. Tuligusia mazingira matatu. Sawa? Kumbuka, hapa tunazungumzia maisha. Kwa hiyo kama tutaenda kuchukua hatua, maanake kuna mahali Mungu atachukua hatua. Mara nyingi tumekuwa tukijifunza, alafu tukishamaliza kujifunza basi tunaingia kujifunza lingine, tunaenda kujifunza. Tunamaliza lakini hakuna tulichofanya nyuma. Tunaelewana? Kwa tunafika mahali hakuna matokeo. Kwa hiyo kama ni nguvu za Mungu, kama ni maarifa, yameshaisha tayari. Lakini kumbe ndani yetu lazima tuanze kuona, lazima kila mmoja aanze kuona na jifuatilia mwenyewe. Haleluya. Huo ni mchakato. Ni mchakato ambao wewe ni kiungo muhimu sana. Ni kiungo muhimu sana. Sana. Okay, tuangalie. Angalia kidogo. Angalia kitabu cha Mathayo. Nitaka tuangalie kitabu cha Mathayo 16 ora mstari wa 19 na kushuka pale 20. Asema, nami nakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Mathayo 16 mstari wa 19 na wa 20. Anasema, lolote utakalolifunga duniani ndipo linafungwa mbinguni. Sawa? Na lolote linalofunguliwa duniani ndipo litafunguliwa mbinguni. Umeniuliza swali, kwa nini Mungu anasema ukifungua duniani ndipo nafasi inafunguliwa mbinguni? Maana yake kama tutashindwa kufungua duniani, maana yake mbinguni haiwezekani kufunguliwa. Mbinguni unaposema nataka kufungua, nataka kitu fulani, watauliza swali. Unajua neno kufungua lina mapana yake. Cha kwanza, kupata haki ya kupokea unachostahili kupokea. Cha kwanza, kupata haki ya kupokea kile unachotakiwa kupokea, au kile kilicho haki yako. Inamaanisha kufunguliwa. Jambo la pili. Unamaliza kuandika la kwanza. Jambo la pili. Kufungua anamaanisha kutangua. Nikisema hivyo mnaelewa? Mnaelewa Luka? Kutangua. Kwenda kinyume na kile ulichokiandaa mwanzo. Wengine inaita kutengua, lakini lugha nyingi zinatumika za Biblia kutangua.
kubadilisha mashauri yale uliyokuwa umeyaweka mwanzo. Kutangua. Sasa kutangua inaweza ikawa ulijitamkia haki ambayo haikuwa haki yako. Narudia tena. Unaweza kujitamkia haki ambayo haikuwa haki yako, na ukaijua haki yako, ukaidai haki yako. Kwa sababu siko napataniwa na maili tanaelewa tu, lakini unaweza ukawa unaalia na kuyaomba maisha ambayo si yako. Unaweza kufika mahali ukafikiri maisha ulio nayo ni kwako, unakuwa unatukuza Mungu na kusema Mungu na kutukuza kwenye maisha, na usiniondolee haya maisha, ndio niliyokubali, nimeyapenda, lakini sio maisha ya nani kwako. Wakati unataka kusonga mbele, kumbuka kila kitu ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yako, amekusudia kwa ajili ya utukufu wa kwake. Sawa? Tuko pamoja? Kila kitu Mungu alichokusudia kwa ajili yako, amekusudia kwa ajili ya utukufu wa kwake. Na kama amekusudia kwa ajili ya utukufu wa kwake, maana yake kama wewe utataka kile ambacho sio cha kwako, maana yake umemnyang'anya Mungu utukufu wake. Umeamua kumnyang'anya Mungu utukufu wake. Umeamua kumnyang'anya Mungu utukufu wake, kwa sababu umeng'ang'ana na kisicho cha kwako. Jambo la pili kwenye kipengele hapo, kama Mungu amekusudia kitu kwa ajili yako, hajalishi ni kibaya au ni kizuri kwa namna muonekano wa wanadamu. Kwa Mungu vyote ni vizuri anapovitoa, lakini sisi tunapovitazama, kuna vingine tunaviona vibaya, vingine tunaviona vizuri. Lakini Mungu kila anachokitoa ni chema kwa ajili yako, lakini sisi tunapovitazama, kuna vingine tunaviona vizuri, vingine tunaona vibaya. Lakini nataka kukwambia kwamba kila kitu Mungu alichokusudia kwa ajili yako, amekusudia sio tu kwa ajili ya utukufu wako, lakini amekusudia kwa ajili ya ulinzi wako. Amekusudia sio kwa ajili ya utukufu peke yake wa kwako, lakini amekusudia kwa ajili ya ulinzi wako. Ulinzi wako. Ulinzi wako. Kwa mahali ambapo hautaweza kupokea au kawa kizuizi cha kupokea, nini kinatokea? Maana yake umeondoa ulinzi wa kwako. Yanaposema Mungu nakitaka hiki ndio chema, maana yake unamwambia Mungu ulinzi si utaki tena. Haleluya. Haleluya. Wangapi wananielewa? Tunaelewana Tunaelewana? Sasa haya hayaji kwa namna ya kutenda, haya yanatamkwa kwa kinywa. Tuko pamoja? Kipengele C. Tutashuka pale chini tena kidogo. Anaposema kwamba chochote utakachokifungua, anamaanisha nini? Anamaanisha wengine wanaita maibilisi, sawa? Wengine anaita mapatilishi. Hivi ni miongoni mwa vifungo vinavyofunga watu. Na ndio maana watu wanaweza kaibiwa lakini akawepo. Manake katika vifungo vya maneno anatembea na kifungo, lakini huyo mtu anatembea lakini anacho kifungo kilifungwa kwa njia ya maneno. Unaelewa? Au ni wachawi au ni wewe mwenyewe jifunga kwa umejifunga. Kwa anaposema kitapofunguliwa duniani, maana kuna vifungo ambavyo Mungu afungui mpaka wewe ufungue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
kidogo kwenye namna hii. Nataka tafuta mstari mwingine. Angalia ule mstari katika kitabu kile cha Mathayo, ile mstari tuliyoizoea, ile sura ya 18 ule mstari wa 19 na 20. Nataka usome neno wangu basi. Ngoja nisome mwenyewe. Ukianzia ule mstari wa 10 anasema hivi, amini nawaambia yote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni, na yote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni. Anarudia neno lile lile. Unaelewa? Mstari wa 19 anasema hivi, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Amesema lolote, kiwe kifo, iwe uhai, iwe chochote. Amesema lolote. Wakuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Sasa hapa nazungumza kwa mfumo wa makundi. Kwa mfumo wa nini? Wa makundi. Sijui unanielewa? Angalia hili jambo unavyolichukulia. Unaweza ukafanya mengine, ukawa mtakatifu mzuri kabisa, ukawa mwombaji mzuri kabisa, lakini hili linafunga baraka za mbinguni, na hili linafungua baraka za mbinguni. Unaona? Umeelewa? Umeelewa? Na nilikwambia kama kuna mahali shetani atashughulika na wewe ni hapa. Kwa nini hapa? Kwa sababu hapa haijalishi na haki kiasi gani, lakini wewe kwa sahihi moja tu itafuta baraka zako za miaka yote. Moja tu. Unajua, yanaweza kawa maelezo mengi sana, lakini mwishoni ni ndio au hapana. Maelezo mengi, lakini mwishoni kuna maneno haya mawili tu, ndio au hapana. Ukisema sijui, wanarudia tena kusoma yote, ndio au hapana. Ukisoma Biblia inasema katika Yesu ni ndio. Inaangalia namna hiki kikwazo kinavyoweza kuwa mlima mkubwa kwa Kristo. Angalia, shetani anakaa mahali wapi? Kwenye ushawishi. Anakaa kwenye ushawishi. Ili aweze kukupindua, atakaa kwenye ushawishi. Ili aweze kukupindua, anakaa kwenye ushawishi. Sielewi kama unaelewa kwamba tunaposema Yesu alikufa kwa ajili yetu. Nitakuuliza swali. Nini kitu cha muhimu katika kufa kwa Yesu kwa ajili yetu? Kuna mtu anaweza kuniambia? Nini ambacho alikitoa yeye cha muhimu sana, ambacho kilikuwa ndio kusudio la ile kufa? Okay, msema tena. Mwingine. Sawa, ukombozi na kukombolewa. Akisema ukombozi haitoshi. Alichotoa yeye, alitoa vitu vingi sana, lakini kuna kitu kilikuwa kimoja. Okay, why? Akisema why? Sawa. Tunauzia haraka. Niambie. Okay. Alitoa damu na uhai. Wewe ameshasema huyu, kwa hiyo unasema nini? Uhai, damu.
Wewe hapo Tufia itupate kukombolewa. ndio alitufia kupata kukombolewa. Ni nini alichokitoa pale msalabani? Au kwenye ile mchakato mzima kutoka kule kwenye mlima wa Mizeituni hadi kufika msalabani, alichotoa, alichojia hasa ni nini? Sawa mpenda wangu, mchakato mzima ulikuwa na usiro. Sasa tuangalie vizuri kitu kimoja tu cha muhimu alichokitoa. Tenda kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 8 ule mstari wa 6 na ule mstari wa 7. Niki wapi? Nawasha miki yako. Waebrania sura ya 8 mstari wa 6. Unaweza katika ile 14 sio baya. 8 Ndio. Lakini sasa amepata huduma. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi. Kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora. Lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Maana kama lile la kwanza, Mwanzo mstari wa 6. Vizuri sana. Nianze. Inatosha. Nenda fungua pia kile kitabu cha Mathayo 26 ule mstari wa 28. Hatukianza 27 na 28. Unasemaje? Mathayo 26 mstari 27. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Inatosha. Tunaposema amekuja kwa ajili ya agano jipya ambayo ina kila kitu ndani, tunazungumzia nini? Maana yake alichokuja ni kutoa damu yake. Kitu cha muhimu ilikuwa nini? Ni damu yake. Mwili wake, mapigo yake, sijui miba, hivi vingine vyote vilikuwa vya nyongezo. Na vilikuwa vinashughulikia mambo mengine. Lakini alichojia ni kitu kimoja tu. Kutoa damu yake. Ambayo inatengeneza agano ambalo litasababisha upate hivyo unavyosema si wokovu, si ukombozi, si vyote hivyo vinazaliwa kwenye agano. Kama hakuna agano maana yake hakuna unavyovitaka vyote hivyo. Kwa hiyo jambo la muhimu ilikuwa ni damu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nini nataka kukufikisha hapa? Kwa sababu wewe unapoona kwenye kinywa ni kitu kidogo sana, ukumbuke kwamba lengo la Yesu kuja ilikuwa ni kushughulikia jambo kubwa. Ni hilo jambo kubwa, ni hilo jambo kubwa, ni hilo. Haijalishi utakosea kwenye matendo, haijalishi utakosea kwenye mahali gani, lakini tutapofika kwenye kusuluhisha tutahitaji kusikia maneno na sio matendo. Vinasuluhishwa vyote kwa maneno na sio nini? Angalia Ebrania 12:24 na 26. Ebrania 12 mstari wa 24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyonyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Okay. Angalieni. Inatosha.
Habili haki yake alifanya kwa vitendo, lakini matangazo ya haki yake yanakuja kwa maneno. Unaelewa? Yesu anakuja kwa ajili ya kudai haki yako, anakuja kwa jinsi ya kunena. Nini? Kama tukiondoa damu ya Yesu, basi haki ya mwanadamu haipo. Kuna mtu anaelewa jambo kusema? Unanielewa? Na ndio maana kama unatafuta utimilifu, unatafuta kutoka hatua kwenda hatua nyingine, ni lazima urudi kwenye kushughulika kwenye kinywa cha kwako. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndipo palipo na msingi mkubwa usioonekana. Msingi mkubwa usioonekana, kwa sababu inaonekana cha kawaida tu, lakini ndani yake kuna vitu vingi vikubwa vilivyobebwa. Na ndio maana damu kazi yake haikuja tu imwagike, ilikuja ili iweze kupata nafasi ya kuzungumza duniani kwa ajili ya mtu. Unaelewa? Lengo la damu ni kinywa cha damu. Lengo la damu ni kinywa cha damu. Lengo la damu. Na ndio maana nasema damu inayonena. Kwa faida ya damu ni kunena. Angalia, inasema hivi, ile damu ndio inayoweza kunena na kutangua dhambi. Damu ya ondoleo la nini? Ya dhambi. Damu inaweza kupatiliza dhambi. Tunajifunza kwenye kile kitabu cha Kutoka ile 12 wakati anaweza kitoka silinyuza damu kwenye nini? Ili kupatiliza wengine waweze kuangamia. Na Biblia inaeleza wazi kabisa kwamba hata kipindi cha Yesu walidai wakasema damu ya mtu na iwe juu yetu. Sio? Wala sio juu yangu wala kwako. Unajua nini? Kwa sababu walipoomba namna hii walitaka hatia ile damu. Baada ya kufa, damu ya Yesu haikunena mema kwa ajili ya wale watu. Nini ikitokea? Wayahudi milioni 6 walifanyaje? Walichinjwa wote na Hitler. Fuatilia huko. Haleluya. Haleluya. Kama unatafuta mahali pa ukamilifu, nenda kaangalie hapo. Kinywa chako. Kwa sababu nimesema ndipo msingi mkubwa wa kwako huko usioonekana. Ni kinywa kidogo kuliko mwili wako, lakini hatari kuliko kila kitu. Lakini kama nyinyi watu wa rohoni, sisi watu wa rohoni, hili jambo ni lazima tulijengee misingi ya kiroho. Niliruhusu tuzungumze kidogo tuanze kuona matokeo baadhi ya wachache ambao wamefanya, na ninaamini kwa sababu wameanza kuona matokeo watakuwa na kitu cha kufanya zaidi. Watakuwa na kitu cha kufanya zaidi. Na ndio maana ukiangalia huku tunaona Biblia inasema hawa watu wameokoka, ndio maana wanapwana, lakini bado nafasi ya kinyiko pale. Sasa labda wanasaga Mungu mwenyewe atajua. Mungu ukisema atajua, ni kweli atajua. Atakuwa anajua unaangamia, anajua. Kwani wanapokuja kukuroga, yeye anakuwa hajui kama wanakuja kukuroga. Wanakukaba, kwani hajui? Zinatengenezwa ajali, mpaka unaenda kwenye ajali, kwani hajui? Anajua. Ndio wakati mwingine unakuta kuna bahati, unakuta kuna mtu ndani, mle ndani Mungu anamkumbuka mtu mmoja kama alivyoweza kukumbuka kwenye nchi zile ile mpendwa mmoja. Ghafla wengine kwenye gari wanapona. Lakini vinginevyo unakuta anajua mpaka mnaangamia, anajua. Unajua watu wanafikiri Mungu anaenda bila kanuni. Lakini anaenda kwa kanuni. Angalia, kama huwezi kushughulika mwenyewe na kinywa chako, Mungu hawezi kushughulika na wewe. Na hata akishughulika,
atashughulika kwa ajili ya manufaa ya ufalme wa mbinguni. Atashughulika kwa manufaa ya ufalme wa mbinguni. Kwa manufaa ya ufalme wa mbinguni. Ukikutana na Daudi anasema, Mungu naomba nisaidie mdomo wangu, tatizo kwenye kinywa changu. Huku kwenye kinywa huku. Weka walinzi hapa kwenye kinywa hapa. Tukienda kwenye kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 6 mstari wa 1 hadi wale wa 8, utakuta bado anazungumza. Isaya anasema, alipokuwa anazungumza anasema, mimi ni mchafu, Bwana nikumbuke na kinywa changu hiki. Sita mstari wa 1 hata kusoma ni wasaba. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Yes. Na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Okay. Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Okay. Kwa wawili alifunika uso wake, kwa mawili yalifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake. Na kwa mawili aliruka. Ndio. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake. Sema kwanza hapo. Hapa anaeleza utukufu aliouona na Mungu alivyojifunua kwake. Sawa? Twende mbele. Ndipo niliposema, ole wangu. Anasema huyu nabii sasa. Nabii mkuu anasema nini? Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Nami ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Okay. Na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Okay. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia. Naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Ndio. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, okay, tazama hili limekugusa, midomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Inatosha. Tunaona wazi kabisa Biblia inasema wakati akiona utukufu wa Mungu, kwa sababu Isaya alianza kujitafakari mazingira ya kwake. Angalia kilichotokea. Alianza kujihoji kwenye habari ya kusema. Sasa sikiliza. Ukiangalia Musa alianza kujihoji kwenye habari ya kusema. Tukianza Yeremia alijihoji kwenye habari ya kusema. Tukianza Ezekieli alijihoji kwenye habari ya kusema kinywa chake. Lakini tunaona na Isaya pia anasema ole wangu. Unaona mtu akisema ole wangu Manake alifika mahali akaona ni kama Mungu amekuja kumhukumu. Lakini tunaangalia yule mwanamke wa Sarepta, mtoto wake wa ndani alikufa wakati Elia yuko ndani Akasema Mungu amekumbuka dhambi zangu, ole wangu Bwana wangu, maana dhambi zangu zimekumbukwa. Kumbuka. Unaona jaribu kusema na wale. Sasa angalia anasema kinywa changu. Mungu alipogundua hili na aliona anajutia, amefika mahali anapata mateso ndani yake na anaugua kule ndani. Kuna wakati Mungu anasikia kuugua kwetu. Nini kilichotokea? Mungu alimwambia huyo Serafi, sio kwamba alikuja tu peke yake, hawezi kujipa amri mwenyewe huyo Serafi. Aache madhabahu, aache kazi yake, aanze kuja kukimbia. Akachukua koleo, akachukua mkaa kwenye madhabahu, akabeba akaenda kuweka kwenye kinywa cha nani? Lengo ni nini? Kuponya nini? Kinywa. Angalia mchakato mzima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka niseme maneno magumu kidogo. Sio kama mtaona magumu na umepesi yote bila. Kwa nini ole? Maana kuna uwezo kupata nafasi ya
kwa Mungu. Unaweza ukapata nafasi ya kumkaribia Mungu. Tatizo halitakuwa kupata kibali wala nafasi ya kumkaribia Mungu. Tatizo litakuwa kuzungumza na Mungu. Tatizo halipo kupata kibali. Unaweza ukapata kibali, unaweza ukapata neema, unaweza ukapata ya kusogea mbele za Bwana na Bwana kaja kwa watu wengi. Mungu anajitokeza kwao kwa namna mbalimbali, kwa ukuu wake wa kila namna, lakini shida inapokuja ni wewe kufungua kinywa chako kuzungumza naye. Tatizo linaanzia hapo, na ndio maana anafika mahali anajiuliza, nitasemaje? Mimi ni mchafu, watu wangu ni wachafu, na nijua ni mchafu. Nilizungumza na wewe, nikasema kwenye wale wanaokutoka kwenye darasa na mama, kwa namna ambavyo unajua namna umezungumza maneno mabaya, maneno yasiyofaa, afu ghafla umefika mbele za Bwana. Huyo Bwana anasema niko hapa. Nini kinatokea? Ghafla kule ndani unakosa ujasiri wa kuendelea mbele zake. Unakuta maombi yanakata, yanaanza kukata, yanaishi. Unabaki nilikutana na Mungu. Okay, tuambie, umekutana na Mungu, nini kilichotokea? Hakuna mtu aliyewahi kukutana na Mungu. Maisha yake yasibadilike. Lakini nyinyi wa vizazi hivi mnakutana na Mungu na maisha yako vile vile. Ni nyinyi mtu pekee. Mnashangaza. Nini pekee? Unakutana na Mungu, iwe chumbani, iwe kokote kule, iwe kwenye maombi au kwenye ibada, na maisha yako vile kama jiwe vile vile. Na kesho na Mungu nikutana na wewe tena. Soma kwenye Biblia yako yote, waliokutana na Mungu hata kwa njia ya maono, maisha yao yalibadilika. Daniel yalibadilika. Nuhu yalibadilika. Wako wengi sana. Lakini angalia wewe, unakutana na Mungu na maisha yako yabadilika na kwa vile vile. Alafu unatoka unasema niko sawa. Asante Mungu, umeniweka niko sawa, na maisha yako yako vile vile. Unakutana na Mungu, maisha yako yaongezeki wala yapungui, wala heshima yako yaongezeki wala kupungua. Hakuna aliyekutana na Mungu hata kwa siri maisha yake yakabaki vile vile. Nini kinachosababisha? Tulipita kwenye kile kitabu cha Mhubiri, nafikiri tu 5:6. Usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, kwani Bwana ikasirikie sauti yako. Wala usiseme mbele ya huyo malaika kwamba umepitiwa. Bwana ikasirikie sauti yako na kuharibu kazi ya nini? Ya mikono yako. Haleluya. Nani ataniambia kwamba Musa wakati anakutana na Mungu, Mungu alimwekea mkono? Kuna mahali alimwekea mkono? Ilikuwa ni sauti pekee. Sasa wewe umesikia sauti ya Mungu maana gani? Angalia. Kuna watu ambao leo wamestafu injili, lakini hawajawahi kukutana na Mungu. Aliota ndoto hii. Wewe umeota ndoto gani? Hujaiona na mtu ametoa ushuhuda miaka 40, inaokoa mamilioni ni ushuhuda huu mmoja. Bwana alinitokea kwa jinsi ya ajabu. Huo peke yake. Wewe hapa kutokea maajabu mara ngapi? Angalia. Hakuna leo kwa sababu ya ushuhuda wako. Wewe mwenyewe bado una struggle. Unapambana hali yako. Tunaelewana vizuri? Na ndio maana kama ni mahali unahitaji kutengeneza ni hapo. Kama huwezi kutengeneza, manake yale ulionayo utaharibu mwenyewe. Kwa sentensi moja tu, tena nakusaidia shetani kukutungia hiyo sentensi. Angalia. Nana aliwahi soma habari ya mtu anaitwa Ayubu. Wote tunasoma eti? Wote tunasoma.
wake wanne. Haitoshi na wazee wa mji walikuwepo. Walipokoma, angalia alivyomjanja shetani. Aliangamiza familia yake yote, akabakiza mmoja wa kwenda kutoa taarifa. Unaona kwamba kuna mahali wamekaa kusema sana vibaya, alafu anakuja mtu mmoja kukuambia walipokusema vibaya, alafu unafikiri amekusaidia kumbe ni mjumbe wa shetani. Na mimi nilikuwepo kabisa, wamekusema vibaya, mimi sikuchangia, lakini nilikuwa najaribu kusema nao taratibu. Amekuja kukupa taarifa, amekuja mmoja. Huyu ni mjumbe wa shetani. Unaenda kwenye biashara yako inaharibika, mtu mmoja anakuja kukuambia kwamba watu wanasema wewe una tatizo fulani, na ndio maana biashara yako iendelee. Na mimi nilisikia wanavyosema, wengi wanasema huyu ni mjumbe wa shetani. Unaelewa? Kuna vitu nilikuwa nasoma wakati nafuatilia kile kitabu, nilikuja kugundua mfumo wa shetani. Alikuwa anapeleka mtu ambaye ana akili fyatu, na ni mtu ambaye anaonekana na ukaribu kidogo na wewe, ili uweze kumuelewa kwa urahisi. Na ndio maana alienda kuchukua marafiki na wamechana nguo kabisa mapema. Hapo anakuja sema umetenda dhambi wewe. Pole mpendwa. Yani watu wanakusema vibaya, lakini mimi nakujua kwa vizuri. Watu wanakusema vibaya. Huyo ni mjumbe wa shetani. Hii moja kitu shetani anachotafuta. Kwa nini anatumba watu wa namna hii? Anataka ukosee kwenye kinywa chako. Wakati wa kwanza wakafia kwa wanyama, wakaiba wanyama, wakaoa watumishi wa kwenye ng'ombe na kwenye mbuzi, wote akaja mmoja. Yaani anatoka huyu anaingia huyu. Usishangae kwenye mashaka. Anatoka anayekusema sio naomba sio nafanyaje, anakuja anaingia mwingine habari wa uchumi wako sio mfanya nini, anakuja mwingine anasema anakusema kwenye habari ya ndoa sio kwenye habari ya mapenzi sio nini, anatoka huyu unakuta wanapishana. Ni mmoja ni mfumo ule, na Wakristo hawagundui kwamba hawa ni wajumbe wa shetani. Hao wanajitia urafiki na mjumbe wa shetani. Ukosea. Kilichokuwa kinatafuta kwa hivyo nikosea. Angalia. Ili uone vizuri, baada ya Ayubu kuwa mkamilifu na kuendelea kung'ang'ana, nini kilichotokea? Shetani alimvaa mpenzi wake wa ndani. Alimwambiaje mgawe? Na wewe Ayubu, najua ni mkamilifu. Si ukufuru ufe ukafe kuliko mateso haya. Si ndicho alichosema? Shetani alifika mahali alinyosha hoja yake vizuri alichokuwa anakitaka kwa Ayubu. Akufuru afe. Alijua nati huyu mwanamke alijuaje kwamba akikufuru atakufa? Maana huyu mwanamke alikuwa ni mjumbe wa shetani. Hekima za baba wa watu. Unaongea naye kama miongoni mwa wanawake wajinga. Alishakwambia wewe ni mjinga. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kwa shetani anafika mahali anataka kumpunguzia mateso. Sasa watu wengi wanaishi kwenye matatizo na mambo yao yanakufa baada ya kusikia ujumbe wa shetani na namna anavyojibu. Anajikuta amekufuru, ameungana na mjumbe wa shetani. Ayubu hakukubali kuungana na wale marafiki watatu. Tena aliwaambia, nyinyi ni maadui zangu. Nyinyi wabaya kuliko maadui zangu. Nyinyi wabaya kuliko nyama. Alijaribu kuzungumza lugha ngumu kwa ajili yao. Tena aliwaambia, nyinyi mnajifanya mna haki, mbona najua mambo yenu? Hamna haki. Kuna wajane wanalia kwa ajili yenu. Kasoma vizuri ile Ayubu. Aliwaambia, hii ni matabibu msiyefaa. Nenda kaangalia wewe. Nazungumzia kinywa. Kwa kama shetani atatafuta nafasi kwenye kinywa chako. Sikiliza, shetani atafanya kazi ya kumkufuru Mungu. Au yule rafiki atatuma akusaidia kumkufuru Mungu. Atakushawishi wewe umkufuru Mungu kwa kinywa chako. Nini? Unaweza kuelewa kwamba Ayubu mambo yake angekufa kwa sababu amemkufuru Mungu mwenyewe. Lakini kama yeye mwenyewe hakutaka kumkufuru Mungu, manake baraka yake ilikuwepo pale pale. Na ndio maana hata kama ni jaribu, Mungu ameachilia kwenye wanyama, atazidisha mara 2. Akikuondolea uchumi, atarudisha mara 2 ya uchumi au mara 3 ya uchumi aliondoa. Atafidia. Mtu mmoja alikuwa ananiambia, nilikuwa naomba naye,
Wakati namwombea, Mungu alimnyang'anya mke na matatizo yakatokea, akakaa muda peke yake. Mungu akasema jijenge, nitakupa mke mwingine. Alipokaa kwa muda, Mungu alimwambia kabisa, miaka ambayo hii umeteseka, nitakuongezea kwenye miaka yako miaka 25 mingine ya maisha yako, ambayo sio nitakupa tu baraka, lakini nitakuongezea na miaka. Nataka unitumikie. Alipata bahati mbaya au bahati nzuri, akaenda kuchukua kiatu cha kushoto, naye ana kiatu cha kushoto. Nani ameelewa? Ndio kuoa mtu ambaye sio wako. Kwa sababu ya kile kitu kuharibika. Ukiwa na kiatu cha kushoto, akishaenda kupata kulia. Haleluya. Haleluya. Na mimi nilipokuwa na Mungu alisema na mimi, alinithibitisha lile jambo. Mungu hata akiachilia, hata angechukua watoto wote kama Ayubu, hata asipokupa watoto, unajua kuna wakati atakupa mtoto ambaye atakuwa na thamani. Biblia inasema hakuna kwenye kipindi kile mabinti wazuri na vijana wazuri kama wa Ayubu. Hakuwepo. Sio sawa? Kule kungelepewa maradabonabo. Sasa manake kila aina alichokuwa nacho kilikuwa na mtihani wake, na shetani mjumbe alienda sawa sawa na ile hatua. Wakondoo kadhalika, wapunda kadhalika, wangamia kadhalika, wambuzi kadhalika, sio ng'ombe kadhalika, kila moja kwenye nafasi. Angalia. Na ndio maana mnapofika mahali hapa, jiangalie vizuri. Sijui namna gani mnavyochukulia na sijui namna gani mnavyochukua maamuzi, lakini natakiwa muangalie vizuri sana. Muangalie vizuri sana. Kwa sababu japokuwa ni jambo linaweza kuonekana la kimwili, lakini misingi yake ni ya kiroho. Nitamani kuzungumza baadhi ya mambo mengine, nafikiri kuna wakati mwingine tutakuja kuzungumza tena. Haleluya. Nimekomea kusema ndani ya kinywa kuna mamlaka za kiroho, kuna vitu vya kiroho, kuna mamlaka za kiroho, mamlaka za kiroho. Ndani ya kinywa mamlaka ya kiroho. Kuna vitu vinahitaji uumbaji wa kwako ili Mungu athibitishe mbinguni. Na hapo ndipo mahali ambapo ni muhimu sana. Kama ni mahali pa Mungu kukusaidia, ni kuhakikisha akusaidie kwenye sikio lako, ndio na kuongezea kitu kingine kwenye sikio lako, na wakati ushughulikia mdomo wako. Maana unaweza kushughulikia mdomo wako, lakini usishughulikie na sikio lako. Kujua hila. Kuna wengine chekecheo za masikio zao ni ile ambayo imetobolewa na misumari. Kila hata ujumbe wote unapita tu. Sisi chekecheo namna hii haifai kuchekechea chakula eti wapenda wako. Wengine ni chekecheo zao zimetoboka, zina kutu, zimelika. Sasa kila kitu kinaingia. Au ukishangaa kwenye ugali unakutana na muhindi. Muombe Mungu akusaidie sikio lako lile linapitisha na kupitisha. Lazima Mungu akusaidie hapo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka, kuna vitu ambavyo tumeviumba wenyewe. Sawa eh? Na mbinguni vimeumbwa ili tupokee. Bali nimesema kabisa unaweza mkapatana au kapatana ukaumba mauti kwa ajili yako, sawa? Na ikatokea na mbinguni wakaruhusu ufe. Ni wewe mwenyewe. Hata kama kwa namna umekosea fulani, yote vile sawa. Unaiona namna ambavyo njaa siku moja unatamani kama ufe. Yaani unatoa laana zote utafikiri ungekufa. Lakini nasahau kwamba kuna kesho utakula. Na kesho utakula. Na ukiwa kinaenda chooni. Utaendelea kula na kesho kutwa. Wataalamu wanasema angalau siku 8 ndio unaweza kula. Sasa ndani ya siku 8 hujapata chochote. Sasa umelani maisha yako, umefuta maisha yako kwa ajili ya siku moja.
ili usiishi miaka yote. Haleluya. Narudia tena, kuna vitu tumeumba simama. Kuna vitu tumeumba wenyewe. Nataka dakika moja twende tukaviondoe. Usiandika mwenyewe, unavunja mwenyewe leo. Uliandika mwenyewe, unavunja mwenyewe. Simameni, sio kama vikongwe. Haraka haraka ondoeni vitu vyenu. Mpendo anasema bakisie cha kwake. Haraka. Mwondoe vya katika safari yake. Haleluya. Haleluya. Changamka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui naomba nini, lakini wewe unajua eti. Unajua. Mara nyingine wakati tukiwa kwenye mazingira yasiyo sahihi na tukafurahishwa na ule ukosefu wa mazingira yasiyo sahihi, huwa tunatamka hata maneno ambayo hayataki kutamka. Maana wakati mwingine ukipata bahati na kuwa mpenzi ambaye anakulagai anataka kukuharibia maisha ya baadaye, atakwambia maneno mazuri utatamka hata ambayo hawakutaka kutamka. Ukipata rafiki ambaye kwa kweli sio mzuri, kuna mazingira unaweza kupita hata kwenye biashara haramu, huwa kunakuwa na maneno mazuri sana ambayo unatamka ya kujirani maisha yako. Kwenye kila kipengele, kwenye kila njia unajua wewe mwenyewe. Dakika hii utaenda kuomba ndani yako. Nataka uombe ndani yako. Mwambie Mungu, omba kwa ajili ya kutengua kwenye ardhi, kwenye dunia. Maana Biblia inasema chochote mtachokipanga, mtachosema duniani. Hapa tunavunja duniani na tuvunji mbinguni. Tunavunja duniani mpaka kuzimu. Ulimandiri busike. Yes. Ndio. Omba ndani yako mpaka uone matokeo. Omba mpaka uone kinavunjika. Omba mpaka uone kinaharibika. Kile ulichokiumba mwenyewe, kila yale maisha ambayo umeumba ndani yako, yale maisha uliyotengeneza mwenyewe, yale maisha uliyokusudia, ukasema haya ndio maisha yangu hakika. Mungu usiniondoe, lakini sio maisha yako. Ndani yako haribu. Yes. Ndio, omba. Nataka uombe. Omba jiachilie mbele za Bwana. Omba mpaka uone ndani yako kuna kitu kimetokea mahali. Kuna kitu kimetokea kwenye ardhi. Kuna kitu kimetokea kwenye maji. Kuna kitu kimetokea kwenye anga. Vunja, haribu, tegua kila mifumo, kila ajenda, kila mifumo, kila ajenda, kila mifumo, kila ajenda, kila mifumo, kila ajenda, kila nguvu za giza, kila ulichoumba kwenye maisha yako, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye uchumi, iwe kwenye uzao, kile ulichokiumba omba, kile ulichokiumba omba, haribu kile ulichokiumba, haribu kile ulichokiumba, haribu kile ulichokiumba, haribu, omba. Omba, haribu, peleka imani yako. Omba unaharibu. Haijalishi ulikuwa na umri gani, haijalishi ulikuwa shuleni, haijalishi ni wapi. Kuna mahali uliumba ujinga, haribu. Kuna mahali uliumba masikini, haribu. Kuna mahali ulizisha na maisha ya masikini, haribu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila kilichoumbwa na vinywa vyao, kila kilichoumbwa na vinywa vyao, kila kilichoumbwa na vinywa vyao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kinaharibiwa. Kwa jina la Yesu, kinaharibiwa na kiharibu yale maisha waliojiumbia, yale maisha waliojiumbia yasiyoweza kukidhi viwango kwako Bwana, yale maisha ambayo ni mapando ya adui, yale maisha ambayo ni mapando ya kurithi, yale maisha ambayo Bwana umekusudia kwenye maisha yao, yale ambayo Bwana hakukusudia, na haribu ndani yao, na haribu ndani
ndani yao, naharibu ndani yao, naharibu ndani yao, naharibu ndani yao, naharibu ndani yao. Karibu. Yes, 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 yes. Yale maisha, yale maisha, yale maisha, yale maisha, yale maisha, yale maisha, yale maisha yanaharibika, 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 yanaharibika. Ile pepo, ile roho, ile shirikiana naye, ile roho, wale wajumbe wa kuzimu, wale wajumbe wa kuzimu waliohusika, wale wajumbe wa kuzimu waliopangana, walioratibiana, walioshikamana ili ndani yako uweze kutamka, waliokushawishi uweze kuumarana kwa jina la Yesu, uweze kuumarana kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Naharibu, 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 naharibu kwa jina la Yesu. Ndio. Mama. Napeleka moto, natengua kwa jina la Yesu, natengua kwa jina la Yesu ile laana iliyotamkwa na vinywa vyao, yale maisha yenye laana ambayo yanazunguka ndani yao, ambayo shetani aitengeneza kupitia vinywa vyao, akawafanya waiumbe laana na iharibu hiyo laana, huo utasa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, laana ya kiuchumi, laana ya kiuchumi, laana ya kiuchumi, iwe kwenye kulima, iwe kwenye ufugaji, iwe kwenye biashara mbalimbali, ile laana iliyotamkwa, kile kifungo kilichofunga na kikata kwa jina la Yesu, na kitangua, na kitangua, na kitangua kile kifungo cha kutokuolewa ambacho kimesimama kinavuruga ndoa zao, kinazuia ndoa zao, na kitangua, na kitangua. Ndio. Kantarabusia mandibusi. Natambua, endelea kuomba. Naharibu hicho kilichoumbwa, naharibu hicho kilichoumbwa, maana imeandikwa kila pando asilopanda Baba wa mbinguni shadi ondolewe. Nang'oa, naharibu, nang'oa, naharibu, nang'oa, naharibu, naipasua, napasua hiyo laana, napasua uharibifu, napasua hayo maisha ya kipepo yaliyosimama kinyume na kusudi la Bwana. Nachilia moto, nasambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ramos ya mandireji. Yes. Yes. Yeah. Damu ya Yesu itengoe magano, damu ya Yesu itengoe dhambi, ikapite kwenye maisha yako, ipite kwenye maisha yako, kila nyumba ulioingia, kila mtaa uliopita toka kuzaliwa, ambao umeshika hiyo laana, ile hali niliyoshika, iliyokamata maneno, nikaanza kutemua, nikaanza kuachilia, nikaanza kuondoka kwenye kila nyumba, kila kwenye maji, kila mahali ulikofanya uovu, na ukaangaliwa laana, na ukatamka laana kwa ajili yako, ile palese nipite, haijalishi ni kwenye kase, haijalishi ni kwenye mtaa, haijalishi ni kwenye mashamba, haijalishi ni mahali gani. Oh, limana, likoko ya bosha, ramana rawasia. Ndio. Yes, yes. Mama. Kila kitu kiondoke ndani yako, kila kitu kiondoke. Oh, vinaondoka vyote, vyote vinaondoka, vinang'oka vyote, vyote vinang'oka, vyote vinang'oka, vyote vinang'oka, vyote vinang'oka, vyote vinaharibu.
boma ndani yako. Haribu, 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 haribu. Kila ulipotamka, kila ulipotamka, kila ulipotamka, kila ulipojiumbia mabaya, kila ulipojiumbia mabaya, kila ulipojiumbia mabaya, kila ulipojiumbia mabaya, kwa jina la Yesu. Ndio. 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 Yes, yes. Yes, yes. Ndio. Ndio, 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 ndio. Roho Mtakatifu kwa ajili ya kukusaidia. Dunia damu ya Yesu iko mahali hapo kwa ajili ya kukusaidia. Kuondoka kwenye laana, kuondoka kwenye laana, kuondoka kwenye laana. Ile laana uliyojitamkia, ile ulichojiumbia, yale mabaya uliyojiumbia, yale mabaya uliyojiumbia, yale mabaya uliyojiumbia, yale mabaya uliyojiumbia, kule ulikojiumbia kutokolewa, kule ulikojiumbia kwenye uzazi wako, kule ulikojiumbia kwenye uzazi wa kiroho, kule ulikojiumbia kwenye uzazi wa kiuchumi. Kila utasa wa kila namna uliyojitengenezea mwenyewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, unaharibika, unabomoka, unasagika, unabomoka, unabomoka, unabomoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto upite, moto upite, damu ya Yesu itengwaye magano ipite kwenye maisha yako, ipite kwenye maisha yako, ipite kwenye maisha yako, ipite kwenye maisha yako, kila mahali, kila mahali. Haijalishi ulikuwa kwenye hali gani, hata kama ulikuwa hospitalini, hata kama ulikuwa kwenye mateso gani, lakini uliumba kibaya, uliumba kibaya, giza inuka juu yako. Oh, rimandelebo kanta. Nenda kwenye kila mahali, kwenye umri wako wa kila namna. Maana kila hatua kuna mahali ambapo huwa tunaweza kufanya. Kuna mahali ambapo tunapata nafasi kwenye umri fulani. Kuna mambo tunafanya mambo ya kijinga. Wakati mwingine kwenye ujana wetu, kuna mambo tunafanya yasiyofaa. Wakati mwingine kwenye ujana wetu, kuna mambo tunaomba mabaya ambayo yanakuja kutokea kwenye maisha yetu. Yanakuja kuharibu maisha ya baadaye. Yanakuja kuharibu maisha ya utu uzima. Damu ya Yesu ipite, kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa nguvu ya neno, na haribu kila kilichoumbwa, kilicho kibaya, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ule umaji, ulioumbwa kutoka kwenye vinywa vyetu, kwa jina la Yesu, na haribu, na haribu, na haribu, na haribu, na haribu, na haribu. Ndio. Yes, yes. Ndio. Kuna mambo mabaya tuliumba tulipokuwa na furaha. Kuna mambo mabaya tuliumba tulipokuwa na huzuni. Yote tunayaharibu leo. Yaliyo mabaya, yaliyo mabaya, yale ambayo Mungu hakuyakusudia, yale ambayo Mungu hakuyakusudia, ambayo yameumbwa, tunaharibu leo, tunaharibu leo, tunaharibu leo, tunaharibu leo, tunayateketeza, tunayaharibu, tunayasaga, tunayateketeza kabisa, tunayateketeza kabisa, tunayateketeza kabisa. Ile nguvu ya kipepo, ile nguvu ya kipepo iliyotumika kwenye vinywa vyetu, ile nguvu ya kipepo iliyotumika kwenye vinywa vyetu, tunaharibu, 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 tunateketeza, tunayaharibu kwa jina la Yesu, tunayaharibu kwa jina la Yesu, tunayaharibu kwa jina la Yesu, tunayaharibu kwa jina la Yesu. Ule mtandao wa kipepo, mtandao wa kipepo uliounganishwa kwenye vinywa vyetu, haijalishi ni ya kulipe, haijalishi ni wa kulipe. Ndio.
tunaharibu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tunapelekea moto vile vyanzo vya uharibifu vinavyosababisha vinywa vyetu vitamka yale ambayo Mungu hajataka kusudia. Tunaharibu ule mtandao ulioshika vinywa vyetu, ule mtandao wa kipepo, haijalishi uko wapi, tunapeleka moto ile jeshi la giza linalotumika kwa ajili ya kutumia vinywa vyetu. Tunaharibu kwa jina la Yesu, tunaharibu kwa jina la Yesu, tunaharibu kwa jina la Yesu, tunaharibu ile jeshi, ile silaha, yale mawasiliano yanayotumika kwenye vinywa vyetu. Moto upite, tunafungua kwa jina la Yesu. Ndio Andarebusia manderebusia. Ndio mauma ndani yako. Malilete chini ya nipeke. Haijalishi ni mikuyu vilifukiwa. Moto usambaratishe kabisa. Haijalishi ni agano la kulipe. Haijalishi kuna mahali ulitupiwa. Haijalishi kuna namna utawala wa giza ulikuunganisha. Haijalishi ulienda kwa mganga akakuunganisha. Haijalishi ni wazazi wako walikuunganisha na misimu na majini na utawala wa giza uliotumia kinywa chako, uliounganisha na kinywa chako. Leo tunaharibu kabisa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anipika kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha kinywa chako, kila kifungo cha kinywa chako, kila maneno uliobezwa, yale maneno aliyoweka shetani ndani yako ili yatumie kwenye kinywa chako ili kuharibu maisha yako, napeleka moto mahali hapa. Ili hazina maneno mabaya, napeleka moto kwa jina la Yesu. Nasambaratisha kwa damu ya Yesu. Yes. Ndio. Maana shetani weka akiba ya maneno mabaya kwa ajili ya watu. Leo tunaharibu hiyo hazina. Kila maneno ya kijinga, ile hazina ya kipepo iliyotunza uharibifu, iliyotunza yale mambo yaliyo kinyume na Mungu, ili tuyatamke kwenye vinywa vyetu. Tunasambaratisha kabisa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ule mtandao uliojiunganisha na masikio yako, masikio yako ambayo yameharibiwa na shetani ili kupitisha mabaya, ili ushindwe kujizuia, ili utamke mabaya. Haribu ule mtandao, haribu kuanzia kwenye masikio yako mpaka mahali ambapo shetani amekaa. Haribu kuanzia kwenye masikio yako mpaka kwenye madhabahu ya kipepo. Haribu kwa moto. Haribu kwa jina la Yesu. Ndio. Tandarebusia manderebusia. Tandarabusia ma. Riko kuria manarawasia. Haribu, teketeza yale mapando kwenye masikio yako. Haribu. Umeokoka na kusikia kama Bwana apendavyo, sio kama mapepo yapendavyo, sio kama wanadamu wapendavyo. Wewe ni mwana wa Mungu. Sikio lako lisikie kama anavyotaka Mungu, sio kama wanavyotaka watu. Operesheni ipite mahali hapa, kila uziwi kwa mambo ya Mungu ndani yako uharibike kwa jina la Yesu. Ndio.
Karibu siki. Rito karibu. Ndio operation ya Bwana. Operation ya Bwana kwenye masikio. Operation ya Bwana kwenye kinywa chako. Operation ya Bwana. Shetani hana haki. Asije akatumia kwa ajili yako. Mungu litamka. Leo tunaharibu. Asipate haki ya kutangaza kwamba wewe ndio uliyetamka. Asiende mbele za Bwana. Kama ni haki yako kupokea mabaya. Maana ulijitamkia. Leo tunaharibu kwa jina la Yesu. Leo tunaharibu kwa jina la Yesu. Tunaharibu. Tunang'oa, tunasambaratisha, tunaharibu, tunang'oa, tunasambaratisha kwa jina la Yesu. Tunaharibu, tunang'oa, tunasambaratisha kwa jina la Yesu. Tunapeleka operation kwenye viungo vyetu, kwenye masikio na vinywa vyetu. Tunapeleka moto, tunapeleka moto mpaka mahali ambapo shetani amejiunganisha na vinywa vyetu, shetani ameunganisha na masikio yetu. Tunapeleka moto, tunapeleka moto, tunapeleka moto zile roho za giza zinazofuatilia maisha yako. Tunapeleka moto, tunapeleka moto, tunapeleka moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio moto, 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 ndio moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Aripika, teketea, aripika. Leo jeshi la kipepo tunakuteketeza kwa jina la Yesu. Ndio. Kantarabusia manderebusi. Kantaremanda. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye masikio yao. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye vinywa vyao. Vitengwayo maagano kwa jina la Yesu. Nateketeza lile jeshi. Nateketeza wanaolatifu. Nateketeza wanaosababisha. Wanaokweza. Nateketeza kwa jina la Yesu. Wale wanaosimama wapingamizi. Hiyo roho za hila. Hiyo roho za hila. Kwa damu ya Yesu. Yesu. Baba. Amba. Wakati unaendelea kuomba na kushika masikio yako na kuendelea kuomba na kupeleka moto ndani yako. Shika masikio yako, omba na kupeleka moto. Lazima tuteketeze mawasiliano kule ndani ya giza. Lazima tuteketeze kabisa. Moto upite kwenye masikio yako, kwenye masikio yako, kwenye masikio yako. Kila mawasiliano ya kipepo, kila ambayo shetani ameweka matamanio mabaya ya masikio yako, matamanio mabaya ya masikio yako, zile habari mbaya sikio lako linalopenda kusikia, kwa sababu shetani ameshikilia kule ndani. Anataka uzipende habari mbaya, sio nzuri. Leo tunapeleka moto kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Pasuka mawasiliano ya kipepo, pasuka mtandao wa kipepo, pasuka nguvu za kipepo, pasuka kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Yes. Kwa nini shetani wanasema kupitia masikio yako? Kwa nini shetani anapitisha sauti yako kwenye masikio yako wakati unagonga? Leo tunaharibu mtandao, maana uko mtandao unaotumia ili kuwasiliana kwenye masikio yako, na ndio maana nasema na wewe. Ndio maana leo tunaharibu, tunavunja, tunateketeza. Yes.
Yes. Hakikisha kuna ndani kuna kitu kinatokea. Hakikisha kuna ndani kuna vitu vinatokea. Hakikisha kuna ndani kuna kufungua kabisa. Hakikisha kuna ndani kuna vitu vinafunguka. Vinafunguka. Ndio. Omba kumsa Mungu ndani yako sasa. Kwenye kinywa chako na kwenye masikio yako. Omba kumsa Mungu ndani yako. Ndio. Mwambie Bwana omba kinywa kipya na masikio mapya ndani yako. Omba Bwana kinywa kipya. Ndio. Cha kwako. Na sikio la kwako. Linalosikia habari zako. Na kinywa kinachosema mambo mazuri. Yes. Mungu akumie kinywa kipya na sikio jipya. Kinywa cha kueleza habari za Mungu na ndizo njema. Na sikio la kusikia mambo mazuri. Sikio linalokataa mambo mabaya na kusikia mazuri. Sikio linaweza kuchuja mema na mabaya. Sikio linaweza kutambua mema na mabaya. Sikio. Sikio jipya kila kitu. Sikio jipya kila kitu. Mwambie Mungu akumbi. Mwambie Mungu akumbi. Yes. Sikio linalochuja mema na mabaya. Sikio linaweza kupangwa mema na mabaya. Yes. Yes. Neema ya Bwana taifa. Hiyo ndio ni pasa. Iko mahali. Ndio, mwambie Yesu. Mwambie Yesu.